Sijui if I'm the only one nimewahi koniwa na history ya kuedit M-Pesa message. And these people are very smart. They are very smart in a way that you can't doubt them. So mimi kuna hiyo time tuka jam kako, the guy comes uko na mafuta 2 liters, weka. Uko na unga ya ugali ngapi? 2, weka. Uko na tissue ile kubwa, weka. At that moment you are happy. Hata customer wengine unajaribu kuwashughulikia polepole because all your concentration iko kwa huyu msee mwenye anafanya shopping mingi. And most of them normally pretend wako kwa simu. Umepaki, hello? Hey. Anakuja na kuuliza, anaambia huyu jamaa wa simu, shikilia kidogo. Umeka nini? Ongezea sukari. Tena anaendelea na simu. Anaongea kwa simu kidogo, anakuja anakuambia, tumesahau nini, sabuni? Weka sabuni. Tena anakuambia, imefika ngapi? 1200 ama 1500. Okay, ama 3000. Okay. Funga. Tunalipa na nini gani? Naambia tunalipa na till ama za Saint Money. Akwambia haina shida, let me pay. And most of them what they do, wanaweza kuja hata asubuhi kwanza wabaya hata kitu ya 20 ama ya 10. Wachukue details zote vile walipe na simu, waone details zinasoma, then they will come back in the evening. So the moment wanaongea mwenzake asha edit message ama yeye alisha edit. Then the time jam imejaa, una confirm ama unachukua pesa watu wengine, anakuambia nipe mzigo yangu, na unampea mzigo, then anakuambia message imefika, hapana, hebu confirm na hii yangu na simu. Then you confirm, unaona iko sawa, unamwambia maybe kuna delay itakuja, lakini iko sawa. Then the moment anatoka hivi, unaona wengine wakilipa message yao inakuja, lakini hule haijakuja. And those people the moment wamechukua hiyo mzigo wanatembeanga haraka, you can't find them. That's when the reality hits you. Unapata the guy did not pay, amechukua vitu kama za ngiri 2, ngiri 3. Yes, nimejipata in that situation.